Nasikia msusi wako kapigwa. Mama we. Kwanza ule baba na roho mbaya. Kwa nini? Kimo kama hicho cha kumtandika mtu huyu nampigia wapi mifupa mitupu. Kala viboko huyu, kaja mikono imevimba hiyo. Unajua si watu Waswahili tunaishi 50 kwa 50. Kuna muda wanaume wakitutibua. Tunaika mazira rohoni. Umeelewa? Tukisheka ile mazira ndani ya moyo, tunaika visasi. Umeelewa? Vile visasi ndio vinavyotuponza. Unaweza kuongea na sababu wanamwezi kutoka machinjoni wanalala huko wamechoka. Sisi ndio tunapopigwa simu na manzi wa nje tunaongea. Sasa huyu alijua lile baba limeshalala pale. Akaongea na bwana wa nje. Mama we. Sasa alipouza yule bwana anaongea naye tunajua sina siri. Mtu fulani kanitongoza sijatembea naye ananitongoza. Hela kambile bwana limekatiwa simu basi lijiongeze. Limepiga tena halo mpenzi wangu. Mama we. Baba yule alipochukua fagio. Mama kama anakongota nyoka. Alipompiga mkeo. Kamtia vibo. Sasa huyu apigi kelele. Kaambia wewe ndio maana utakufa. Na kwa hiyo utakufa. Kwa sababu unapotandikwa piga kelele hata mjumbe wako apate kukustiri. Lakini ukifanya kong'oto eti unanyamaza kimya unaogopa majira utasikia watakucheka utaumia. Kwa kweli. Ndio unapomona alivimba we. Alivimba naona vidole vimevimba. Unajua kuna makabila mengi wapiga kama shule. Hata anampigaje mikononi? Au alikuwa na panchi? Alikuwa na panchi. Alikuwa na kinga Nikampata kwenye vidole. Sasa yeye anamwambiaje mwanamume mimi ananitongoza kesi sijatembea naye. Sika naye aumie kana anapoumiza nzie. Basi kamtia viboko kasa jamani hata huyu anampiga. Wanaume tena wanaiva. Maana sio nyama nyama saa hata tukipigika kidogo minyama inatustiri. Kwani ukamtandike mtoto watu viboko kama mwanamke mnene zaidi mwenzangu apigi. Wewe mmako mimi utaniumiza lakini nitakapokuwa mimi unajua kama nguruwe. Yaani ule bwana paka kitoka pale mwenye jasho kaloa. Unapopambana naye. Wewe hiyo mikiki